hasa katika maeneo ya Kivu Kusini na sehemu za kabila la Kirega. Ni moja ya makabila makubwa sana katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika maeneo ya Kivu Kusini na sehemu za Maniema. Hii hapa ni historia yao kwa ufupi, lakini kwa kueleweka vizuri. Asili ya kabila la Kirega. Warega wanaaminika kuwa walitokea maeneo ya mbali kidogo na walihama polepole hadi kufika mashariki mwa Kongo. Wengi wa watafiti wanasema walitokea upande wa kaskazini au katikati ya Afrika, wakifuata mito na misitu hadi kufika maeneo ya Kivu. Walikaa sana maeneo ya milimani na misitu mikubwa karibu na mito kama vile mto Lualaba, ambayo iliwasaidia kwa chakula, uvuvi na usafiri. Utawala na mila. Kabila la Kirega lina mfumo wa jadi wa uongozi. Linaongozwa na machifu, watawala wa jadi. Kila ukoo una kiongozi wake. Mila na desturi zinaheshimiwa sana. Pia wana chama maarufu cha kijadi kinaitwa Bwami, ambacho ni mfumo wa elimu ya jadi na maadili. Bwami inafundisha heshima, maadili ya jamii. Maisha yao ya jadi kabla ya mabadiliko ya kisasa. Warega waliishi kwa kilimo, mihogo, ndizi, uwindaji, uvuvi. Wanajulikana pia kwa ufundi wa mikono, sanamu na vinyago, ngoma na muziki wa asili. Kipindi cha ukoloni, wakati wa ukoloni wa Ubelgiji, Warega walipinga sana utawala wa wakoloni. Kuna tukio muhimu sana, uasi wa Simba wa Nitsa. Katika uasi huu, Warega walikuwa sehemu ya wapiganaji waliopinga serikali na nguvu za nje. Walipigania uhuru na haki zao. Lugha yao ni Kirega. Pia wengi wanazungumza Kiswahili. Katika utamaduni wao, ndoa ina heshima kubwa. Familia na ukoo ni muhimu sana. Wana imani za jadi pamoja na dini za kisasa. Ukristo. Warega leo Warega ni sehemu muhimu ya jamii ya Kongo. Wapo katika biashara, siasa na elimu. Wamechangia sana maendeleo ya mashariki ya Kongo. Kama unaoa, nitakupa kwa pamoja majina ya Kirega, historia ya maeneo yao na mila za ndoa, ili upate picha kamili ya kabila la Warega. Maeneo ya Warega na historia yake. Warega wanaishi zaidi mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika Shabunda. Hii ndiyo ngome kuu ya Warega. Inajulikana kwa misitu mikubwa na mito mingi. Ndiyo chanzo kikuu cha utamaduni wa Kirega. Mwenga, eneo lenye milima na ardhi nzuri kwa kilimo. Warega wengi wanaishi hapa pamoja na makabila mengine. Pangi, hapa Warega walihamia zamani wakitafuta ardhi na usalama. Ni eneo muhimu kihistoria kwa uhamaji wao. Kwa ujumla, Warega walihama kutoka maeneo ya kaskazini kuelekea kusini Kivu na Maniema, wakifuata mito na misitu. Number 2. Majina ya Kirega. Majina mengi ya Kirega yanahusiana na mazingira, matukio au hali ya kuzaliwa. Majina ya wanaume: Kambale, mtoto wa kwanza wa mapacha; Kasereka, mtoto aliyekuja baada ya matatizo; Balume, mwanaume jasiri; Safari, mtoto yezaliwa wakati wa safari; Mukiza, aliyebarikiwa. Majina ya wanawake: Masika, aliyezaliwa wakati wa mvua; Kavira, jina la heshima kwa msichana; Muleka, mwenye furaha; na Bintu, mwanamke wa watu; Kiavira, msichana mwenye nguvu. Mara nyingi jina lina maana kubwa sana katika maisha ya mtu. 3. Mila za ndoa kwa Kirega. Ndoa kwa Warega ni jambo la heshima kubwa sana na linafuata hatua kadhaa. Uchumba. Mwanaume anaanza kwa kumtongoza msichana kwa heshima. Familia zote mbili zinahusishwa mapema. Mahari ni muhimu sana. Huwa ni ng'ombe, mbuzi, pesa. Mahari inaonyesha thamani ya mwanamke. Makubaliano ya familia. Wazazi wanakutana kwenye ndoa. Hii huimarisha uhusiano kati ya koo mbili. Sherehe ya ndoa huambatana na ngoma za jadi, nyimbo za Kirega, chakula cha pamoja. Maisha ya ndoa. Mwanamke huheshimiwa sana nyumbani. Mwanaume ni mlinzi na mtoa huduma. Familia ni msingi wa jamii. Mambo ya kipekee kuhusu ndoa za Kirega. Ndoa si ya watu wawili tu, ni ya familia mbili. Talaka haipendelewi kirahisi. Heshima na maadili ni muhimu sana. Swali zuri sana. Asili ya Warega inaelezwa kwa njia ya historia ya jadi na tafiti. Walitoka wapi Warega? Kwa mujibu wa historia na simulizi za wazee, Warega wanaaminika kuwa sehemu ya jamii kubwa za Wabantu. Asili yao ya mbali, Wabantu wengi walitoka Afrika ya Magharibi kati, maeneo karibu na Kameruni na Nigeria. Kisha wakaanza kusambaa barani Afrika. Hii inaitwa uhamaji wa Wabantu. Njia ya uhamaji wao. Warega walihama polepole wakipitia misitu ya Afrika ya kati, wakafuata mito mikubwa kama mto Lualaba 3. Hatimaye wakafika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Walivutiwa na ardhi nzuri ya kilimo, maji mengi, usalama wa misitu. Walifika wapi kwanza?
Inaaminika walikaa kwanza maeneo ya Maniema, kisha wakaenea hadi Kivu Kusini. Hapo ndipo walijenga jamii yao na utamaduni wao wa Kirega. Kitu cha kuelewa, hakuna sehemu moja tu ya kusema ndiko walikotoka kabisa. Ni uhamaji wa taratibu kwa miaka mingi sana. Historia yao imehifadhiwa zaidi kwa simulizi za wazee. Wa taratibu kwa miaka mingi sana. Historia yao imehifadhiwa zaidi kwa simulizi za wazee. Kwa ufupi, Warega ni Wabantu, walitoka Afrika ya Magharibi kati, wakahamia mashariki ya Kongo kupitia misitu na mito, wakakaa maeneo ya Maniema na Kivu. Ukitaka sasa tuchimbe ndani zaidi ya utamaduni wa Warega. Nitakupa hadithi za kale, simulizi za jadi, pamoja na machifu, viongozi wao maarufu. Number 1. Hadithi za kale za Warega. Hadithi ya mwanzo wa jamii asili yao. Warega wanaamini kuwa watu wa kwanza walitoka msituni na waliishi kwa amani na asili, wanyama na mito. Kulingana na wazee, binadamu, wanyama na mizimu waliishi karibu sana. Watu walifundishwa maisha na roho za mababu. Heshima kwa asili ilikuwa sheria kubwa. Ndiyo maana hadi leo misitu na mito ina heshima kubwa kwa Warega. Kuna sehemu haziruhusiwi ovyo, sehemu takatifu. Hadithi ya ushujaa wa Kirega. Kuna simulizi nyingi za mashujaa waliolinda jamii dhidi ya wanyama wakali. Moja ya hadithi maarufu inasimulia kijana aliyepigana na chui. Alitumia ujanja badala ya nguvu, aliokoa kijiji chake. Mafundisho yake: ujasiri si nguvu tu, ni akili pia. Hadithi ya Bwami. Mfumo wa Bwami una hadithi nyingi za mafundisho. Mfano, hadithi ya mtu aliyedharau wazee, alikosa mafanikio maishani, baadaye alirudi kuomba hekima. Funzo: heshima kwa wazee ni msingi wa maisha. Number 2. Machifu maarufu Warega. Warega hawakuwa na mfalme mmoja mkubwa, bali walikuwa na machifu wa maeneo tofauti. Sifa za chifu wa Kirega: kiongozi wa kijadi, mlinzi wa mila na desturi, mpatanishi wa migogoro. Baadhi ya majina ya kihistoria kwa ujumla wa mila. Kwa sababu historia yao ni ya simulizi, majina mengi hayakuandikwa sana, lakini kulikuwa na machifu wa Shabunda, machifu wa Mwenga, machifu wa Pangi. Kila eneo lilikuwa na chifu wake mwenye nguvu na heshima. Kipindi cha mapambano. Wakati wa uasi wa Simba wa 1964, baadhi ya viongozi wa kijadi na vijana wa Warega walijulikana kwa ujasiri mkubwa. Waliongoza mapambano dhidi ya ukoloni na ukandamizaji. Nafasi ya wazee na viongozi katika jamii ya Kirega. Wazee wa walimu wa historia, machifu walinzi wa utamaduni, Bwami shule ya maisha. Kwa ufupi, hadithi za Warega zinafundisha hekima. Machifu wao walikuwa viongozi wa jadi, waliongoza jamii katika amani na vita. Kama unataka na sasa tunaingia kwenye sehemu ya ndani kabisa ya utamaduni wa Warega, koo na kile kinachochukuliwa kama ukoo wa kifalme, uongozi wa jadi. Nabro za Warega. Katika jamii ya Warega, koo ni muhimu sana kuliko hata jina la mtu. Koo inaonyesha asili yako, inaunganisha familia kubwa, ina sheria na mila zake. Mifano ya koo za Kirega. Majina yanaweza kutofautiana kidogo kulingana na eneo, kama Shabunda au Mwenga. Bene Mitambo, Bene Bitali, Bene Bahamba, Bene Basimuniaka, Bene Baliga. Bene maana yake ni watu wa ukoo fulani. Totem za koo. Koo nyingi zina totem ishili, kama mnyama, kama nyoka, ndege au kitu cha asili. Sheria: huruhusiwi kuwa au kula totem yako, ni ishara ya heshima na asili yako. Sheria ya ndoa: hairuhusiwi kuolewa ndani ya koo moja, lazima uwe kutoka koo nyingine. Hii inalinda damu ya familia na kuimarisha jamii. Ukoo wa kifalme wa Kirega. Tofauti na makabila mengine yenye mfalme mmoja, Warega hawakuwa na mfalme mmoja mkuu wa taifa lote. Walikuwa na machifu wengi wa kifalme kulingana na koo na maeneo. Mfumo wa kifalme ulikuwaje? Kila eneo, kama Shabunda, Mwenga, likuwa na ukoo wa kifalme, familia chifu. Hapa ndipo chifu toka. Uongozi hurithiwa kutoka baba kwenda mtoto au ndani ya familia. Sifa za ukoo wa kifalme: wanahifadhi mila na desturi, wanaheshimiwa sana na jamii, wanahusika na maamuzi makubwa, wanakuwa na uhusiano wa karibu na mfumo wa Bwami. Nguvu ya Bwami katika uongozi. Kwa Warega, si damu pekee inayokufanya uwe kiongozi, lazima pia upite mafundisho ya Bwami. Hii ina maana hekima, nguvu, maadili, utajiri. Ukweli muhimu sana kwa Warega: koo utambulisho wako, familia ya chifu, heshima ya jamii, Bwami nguvu ya akili na maadili. Kwa ufupi, Warega wana koo nyingi, kila koo ina asili na sheria zake. Hakuna mfalme mmoja bali machifu wengi.
Ukoo wa kifalme ni familia ya chifu wa eneo tu vitatu kama ulivyoomba. 1. Koo za Warega. Maana ya vinyago vya Kirega. Hadithi ya kusisimua ya jadi. Number 1. Koo za Warega na maana zake. Katika jamii ya Warega, koo huitwa bene. Koo zina historia na mara nyingi zina uhusiano na asili au tukio fulani. Mifano ya koo na maana zake: bene mitu, watu wanaohusishwa na nguvu au ulinzi, walikuwa mashujaa. Bene Bitali, watu wa eneo au ukoo uliokuwa karibu na mito au maji. Bene Baham, watu wa msituni mkubwa na misitu. Bene Basimuniaka, ukoo wa watu wenye heshima na uongozi. Bene Baliga, watu wanaojulikana kwa hekima na mila za jadi. Kila koo ina historia yake, totem yake, sheria zake. Maana ya vinyago vya Kirega. Vinyago vya Kirega vina uhusiano mkubwa na mfumo wa Bwami. Hivi si mapambo tu, vina maana ya kina sana. Vinyago vinamaanisha nini? Hekima vinatumika kufundisha maadili. Kila kinyago kina ujumbe maalum. Mafundisho ya siri hutumiwa wakati wa mafunzo ya Bwami. Si kila mtu anaruhusiwa kuviona au kuvielewa. Maadili ya jamii. Mfano, kinyago chenye uso mtulivu kinamaanisha subira. Kinyago cha kutisha kinaonya dhidi ya ubaya. Aina za vinyago: vya mbao, vidogo vinavyoshikwa mkononi, vingine hutumika kwenye sherehe. Mara nyingi vina rangi nyeupe, nyeusi au kahawia. Hadithi ya kusisimua ya Kirega. Kijana na sauti ya msituni. Zamani sana katika misitu ya Shabunda, kulikuwa na kijana mmoja jasiri aliyeitwa Kavira. Siku moja, alisikia sauti ya ajabu usiku. Njoo ujifunze hekima ya kweli. Close quote. Wazee walimwambia, usiende, hiyo ni sauti ya mizimu. Lakini kwa ujasiri, akaamua kwenda. Ndani ya msitu alikutana na giza totoro, sauti za ajabu, vinyago vilivyong'aa gizani. Kisha akakutana na mzee wa ajabu. Mzee akasema, hekima huja kwa wale wanaoheshimu, si wale wanaokimbilia nguvu. Jaribio lake, alipewa mtihani, akaonyeshwa njia mbili: njia ya haraka, njia ndefu ngumu. Alichagua. Aliporudi kijijini, alikuwa na hekima kubwa, akawa mshauri wa jamii. Watu wakamheshimu sana. Funzo la hadithi: usikimbilie mafanikio ya haraka. Heshima na subira huleta mafanikio ya kweli. Kwa ufupi, koo za Warega zinaanzia na bene na zina maana ya asili. Vinyago ni sehemu ya mafundisho ya hekima. Hadithi zao zinafundisha maadili na maisha. Bana, tunalomba samahani kubwa na samahani ya kutosha kwa wapenzi watazamaji ama wapenzi wasikilizaji wetu wa Kivlive TV ambao wanaendelea kutufuatilia kupata historia mbalimbali za kifamilia. Bana, tunarudi tena kwa kasi kidogo na kusema samahani kubwa kwa wale watu ambao walichelewa kupata hizi mila na tamaduni ambazo tulikuwa tunaziweka kila muda, na tuliwaambia ni kwa sababu ya network ilikuwa tusumbua sana, mtandao ulikuwa unasumbua sana hapa mjini Uvira na bado unasumbua, lakini tunajiforce tuone kama tutarudi kwenye system kama inawezekana. Na istoshe, tunaomba samahani kubwa tena kubwa kwa wapenzi wa hizi historia za kupata jioni, na tunakutakia jioni njema, vile vile asubuhi njema, vile vile mchana mwema pale popote ambapo ulipo. Kitu ambacho naweza sema tu, mtusamee na tuangalie gisi gani tutarekebisha mitambo, tuendelee kama kawaida gisi gani tulikuwa nawapatia zile taarifa. Bwana, karibu kusubscribe, kushare, kulike na kucomment ili tuendelee kupata taarifa wote kwa ujumla. Asante, bye bye na chao. Endelea kuburudika na Kivlive TV pamoja na watoto wenu wa kuwapatia story kila muda. Hii ni story ya Warega na hii inamaliza deni ya watu ya Warega. Ya Warega, maana waliniandikia sana message, mbona hujapata historia ya Warega, ulisema ya Wamushi na ukaishia hapo, hujasema ya Warega. Leo natesa ya Warega na nawaza nitaendelea na ingine. Andika YouTube tutakupata.